Mtego wa panya hunasa waliomo na wasiokuwemo. I'm using this Swahili methali to mean that sometimes tunaweza sema maybe I have some business I'm doing, so mambo na leadership ya this nation hainihusu. Ama ma big farmer, I make my money, hakuna siku mambo na leadership itanihusu. But nataka uone what recently happened when Kenya hosted the RSF in Kenya, wenye walikuwa wanapanga overthrow their government back home. So hiyo ilikuwa vita ya wakuu, prezo wa huku na wa huko. Ule prezo wa huko akawon Kenya, then prezo aka ignore. So wale wase wame move on wa Sudan wame issue ban that they are not going to take imports from Kenya. Then ujue Sudan pia iko na allies wake, na allies wake ni wale wase wa huko North Africa wenye mostly ni Muslims. At the same time kuna kuanga na vita fulani kule Middle East ya Gaza, which is part of Palestine, na Israel. So President Ruto akatokea clearly akasema he is supporting Israel in the war, and Palestine is a Muslim nation. So obviously Muslim nations wako na kale ka grudge na Ruto. Then Ruto again amekuja akaingilia mambo ya Sudan, and Sudan is a Muslim nation. Then what if Sudan's allies pia wao waeke ban so that Kenya iache kuinterfere na mambo ya Sudan? Hizi countries zikiendelea kuweka ban, Sudan peke yake huwa ina take 74% of our tea that we export. So it's going to suffer. Juu kama factory hii KTDA ndo uza hiyo chai, but kitu fani ni inalipanga Mkenya ndo ibae sasa chai kutoka kwa farm. Sasa kama ile place yenye chai huzo market imepotea, hii majani itaenda wapi? So itabidi hao wasee wakaekae na majani yenye washa process, wauze hiyo wakimaliza. So itabidi ile majani chai iko kwa shamba ibaki huko. Factories hazitakuwa zinachukua, KTDA itakuwa inachukua majani from Kenyans kutoka kwa shamba. So na kuna Wakenya wanategemea this tea to bring up their families, educate their children and do their things. So hiyo ni Sudan pekee. Its allies wakiwa join je, what's going to happen? Maybe huko tuna export coffee ama nini. And that's why nasema we should be careful on the people we choose. Last time alikuja na Biblia zile za Warugo shwe, sijui inaimbwa nini. Akadanganya watu wa kule mlimani. Watu wa mlimani wakabambika. Wakasema huyu msee ni mmoja wetu. Nika ile kitu fulani nasemanga venye shoka inaambianga mti ati mimi ni mmoja wenu. Lakini sasa hii miti ikienda kuangalia tena inagundua kumbe hii shoka head yake huko mbele ni chuma. So we should be careful with the kind of people we elect into our offices, or else mkiendelea tabia ya kusimama